Sio mgeni kwa maana ya kuja kwenye kanisa hili, lakini leo mara yangu ya kwanza kusimama madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya kunipendelea kwa namna hiyo kusema na watu wake. Amen. Kama mchungaji alivyosema, mimi ni mwalimu, naitwa Samuel Mandia, niko pale shule ya sekondari Beroya Mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu, mimi ni msaidizi wa mkuu wa shule pale Mr. Cletus Kilamba, na yeye kwa namna fulani ametamani pia niwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Nisiwe na mengi sana ya kujitambulisha, maana sina vitu vingi vya kujitambulishia. Haleluya. Niruhusu niseme maneno ya Mungu. Amen. Tuombe. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya siku ya kipekee ambayo umenipa fursa ya kusema na watu wako ambao una makusudi nao, una mipango nao. Nipe ujasiri Bwana wa kulisema neno lako sawa sawa na jinsi ambavyo umenipa, katika jina la Yesu. Ikapate nafasi katika moyo wa kila mmoja na likalete matunda kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Tusome kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 11, sura ya 4 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 11. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 4 mstari 11 kwenye sura hiyo, kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 11. Biblia inasema, baada ya hayo naliona, na tazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara alikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi, na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zilikuwa mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai wa ukali. Na hawa wenye uhai wa 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote, na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele,
nao kuzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Hilo ndilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma maandiko haya kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu hiki kinajaribu kutoa picha iliyoko kule mbinguni, inajaribu kuonesha mandhari. Mimi naweza nikasema japo kwa uchache tu jinsi picha iliyokuwepo pale. Biblia inaeleza kwamba Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi, na wamemzunguka, viti vimemzunguka vya wazee 24, na maandiko yanasema walikuwa wamevishwa taji za dhahabu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wamevaa taji za dhahabu, wamevishwa, Mungu amewapa taji za dhahabu. Lakini Biblia inasema wakawa wanazitupa zile taji. Yaani Mungu amewapa taji, lakini wanazivua, wanazirusha tena mbele ya Mungu, wanasema wewe umestahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu yeye amewafisha kwa ishara kwamba hawa sasa nyie mmestahili, na ndio maana mpo hapa. Lakini wao wanazivua tena, wanarudishia, wanasema wewe ndio unastahili. Kwa hiyo ukisoma maandiko yanaonyesha kama ni kitendo fulani kinaendelea hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimetaka kujifunze kitu hapa. Nini maana hasa ya kitendo hiki? Kichwa cha somo andika kuzitupa taji zao, ama kuvua heshima zao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzitupa taji zao ama kuvua heshima zao. Kabla hatujaelewa au hatujafafanua sana kwa habari ya kitendo hiki cha kuzivua taji, labda tufahamu kwanza taji maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati napitia nimepitia kidogo katika kamusi ya Biblia Strong Version, inasema taji ni ishara ya heshima. Taji ni ishara ya heshima, ni ishara ya ufalme, ni ishara ya mamlaka. Ukisoma Biblia inaeleza wafalme walikuwa wanavishwa taji kutofautisha, kutambua nafasi yake. Kwa hiyo taji ni heshima au taji ni utukufu ambao mtu anakuwa amevishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taji pia ni ishara ya ushindi. Baada ya kwamba mtu amepita katika kipimo fulani, sasa baadaye amepokea heshima au anatambuliwa, kile kitendo cha kutambuliwa hicho sasa kinampa sifa za kuvishwa taji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiendelea kusoma maandiko yanatuambia kwamba baada ya maisha haya tuliyokuwa nayo tutavishwa taji. Baada ya maisha ya duniani tukifika mbinguni, kufika mbinguni jambo la kwanza, lakini jambo lingine ni kuvishwa taji. Maana yake kutambuliwa kwa mambo yale tuliyoyafanya hapa duniani. Maandiko yanasema wawaongozao wengine kutenda mema, hao taji zao zitang'aa. Maana yake kufika mbinguni jambo moja, lakini taji kwa maana ya kutambuliwa jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaendelea kuipata hasa maana ya taji kwamba ni kutambuliwa, ni heshima, ni utukufu ambao mtu anavikwa hasa baada ya kupita kwenye mchakato fulani, ndipo sasa anatambuliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma maandiko yanavitaja mfano wa taji ambazo baada ya kazi ya duniani tutavikwa. Na mimi kwa sababu sio somo langu nitazitaja kwa haraka, wala sitazungumza sana hapa. Nataka tujifunze sana leo kwa habari ya kuzivua kile kitendo kile cha
kuvitoa, umevikwa tani. Mungu amewapa heshima, lakini hawakai nayo, wanavua tena, wanamrudishia, wanatupa mbele yake. Haleluya! Nataka tuangalie hicho kitu tu leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mifano ya taji ambazo watu wa Mungu baada ya kazi, baada ya maisha tutavikwa. Kama wakati kuna taji ya uzima. Soma maandiko yanaweza katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12. Maandiko mengine tutayasoma, mengine tutaenda kwa haraka. Haleluya, watu wa Mungu. Wewe kaomba, mengine tutakuwa tunayaandika. Tusoma maandiko katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12, anasema heri mtu yule aliyevumilia majaribu atapokea taji ya uzima. Kwa hiyo kuna taji ya uzima baada ya kuvumilia majaribu. Wakati watu wengine wanashindwa, wewe unashinda, na kitendo hicho Mungu anakitambua. Haleluya! Wengine wanasema pale nilishindwa kwa sababu walitoa sababu zao. Mimi nilishindwa kwa sababu moja mbili tatu, ila pamoja na hizo moja mbili tatu wewe umeshinda. Sasa tunasema Mungu atakutambua. Haleluya! Atatambua, yani lazima akutambue, kwa sababu kuna watu walishindwa, ila wewe umejitahidi, umefanyaje? Umeshinda. Haleluya, watu wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Taji aina ya pili ni taji ya haki. Kisoma katika kitabu cha Timotheo sura ile ya 4 mstari wa 8, anasema baada hayo nimewekewa taji ambayo Mungu akanipa. Sio mimi tu. Haleluya. Anasema sio mimi tu nitakayepokea, hata wengine ambao wanafanya kama nilivyofanya, wakamtumikia Mungu kama nilivyofanya. Paulo anasema maneno anamwandikia Timotheo, anasema baada ya haya yote nikapokea yale, lakini sio mimi tu, na hata wengine watakaokubali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna taji ya haki, amen, lakini taji nyingine ni taji ya ukufu. Taji ya ukufu, soma katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 mpaka 4, utaona taji ya ukufu. Anasema waongozao wengine kutenda mema, hao taji zao zitakaa. Wewe una shauku ya kuona watu wanatembea kwenye kweli ya Mungu, wewe utakuwa tofauti. Lazima Mungu atambue kazi yako, lazima mchango wako utambulike vile. Haleluya. Asema kazi zao zitaangaa, zitakuwa na tofauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni kweli. Kwenye ule mkutano kusoma katika Ufunuo, Yohana anasema ni malaika wa mkutano mkubwa wa watu wasiokuwa na idadi, wakila Biblia, wakila rangi, wakila chama. Lakini katika ule mkutano kuna watu umtakamuliwa. Haleluya. Zamani wanasema watu walioongoza wengine kutenda mema, hao taji zao zitaangaa, zitakuwa zinawaka hata ukiwa mbali unaiona. Haleluya. Kwa kuna taji ya utukufu, lakini taji nyingine ni taji isiyoharibika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Taji isiyoharibika, lakini taji nyingine ni taji ya furaha. Naomba nishie tu hapo kwa haraka. Sasa hizi ni ahadi ambazo wana wa Mungu tumeahidiwa. Nataka tujifunze kwa habari ya taji katika mazingira, katika hali tulizokuwa nazo wakati tunapokuwa duniani hapa. Tunajifunza kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma maandiko yanatafsiri taji kama kitu halisi, lakini ukiendelea pia kusoma utaona yanatafsiri taji kama lugha ya picha, kama ishara ya heshima fulani hivi mtu ambayo anakuwa nayo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa sasa katika maana ya Biblia, taji inaweza ikafanana na mambo yote ambayo mtu amepewa na Mungu kwa sasa. Mambo yote, vile vitu vyote vya kipekee ambavyo Mungu amekupa, vinavyokutambulisha kwa wengine, vinavyokupa thamani kwa wengine, vinavyokufanya unakuwa watu tofauti na mtu mwingine. Hivyo kwa sasa tunaweza tukasema ni taji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, taji ya kwanza ambayo mtu anaweza akawa na heshima. Unaweza ukawa na sifa, unaweza ukawa na jina, unaweza ukawa na cheo, unaweza ukawa na hadhi fulani kwenye jamii. Kwa hiyo tunapozungumza na nyie mchana
Unaweza ukawa wewe Mungu amekupa nafasi fulani, amekupa cheo fulani, amekupa hali fulani ambayo inakutambulisha kwenye jamii, inakufanya kuwa watu tofauti na wengine. Kweli watu katika mji huu wanaishi watu wengi, lakini wewe kuna utofauti kidogo. Maana katika nafasi kiitifaki kuna namna fulani wewe Mungu unatambulika katika eneo fulani, katika kitu fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kusoma Mithali 22 mstari wa kwanza anasema hivi, ni jina jema ni bora kuliko mali nyingi. Lakini taji nyingine ambayo mtu unaweza ukawa nayo kwa sasa ni mamlaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma maandiko yanasema kwamba hali ya mamlaka. Unakumbuka Yesu wakati fulani anasema hivi, mtu mwenye mamlaka ni mtu ambaye ana uwezo wa kumwambia mtu, anaweza kuambia wengine fanya hiki na akafanya, njoo akaja, nenda na akaenda. Maana kuna mamlaka fulani, kuna nafasi fulani ambayo Mungu amekupa. Nafasi inaweza ikawa na uongozi au nguvu ya kuamua au kuongoza wengine. Kisoma Warumi 13 mstari wa kwanza inaeleza kwamba hakuna mamlaka yoyote ambayo haitokani na Mungu. Kwa hiyo hata mamlaka uliyokuwa nayo hapa duniani sasa hivi ya kuongoza, ya kutawala, ya kusimamia wengine, hiyo mamlaka ni Mungu ameruhusu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona sehemu yoyote kuna kiongozi katika mazingira namna yoyote ile, hiyo sio mazuri sana, hayavutii sana au yanavutia, ni kwamba Mungu ameruhusu huyo mtu kwa wakati huu awe katika eneo hilo. Kwa hiyo hakuna mamlaka yoyote ambayo inakuwepo mahali haijaamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini jambo lingine, taji au heshima au mamlaka au utukufu ambao Mungu anaweza kumkirimu mtu au kumpa mtu utajiri ama ukwasi, kwa namna fulani, kuwa na mali, kuwa na fedha, kuwa na mafanikio ya kiuchumi. Unaweza ukawa uko mahali hapa kwa namna moja ama nyingine, Mungu amekubariki mali, amekubariki uchumi mzuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mafanikio. Unajua, tunaposema mafanikio ni jambo pana kidogo kwenye kulitafsiri. Haleluya. Kila mtu ana vipimo vyake, kwamba huyu sasa ndio tajiri na huyu. Lakini nazungumzia, nielewe tu kwa ile maana ya kawaida, Mungu amekubariki na vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukisoma maandiko, ukisoma watu wote walioitwa matajiri kwenye Biblia, walikuwa wana vitu fulani vya ziada. Halafu sio vitu, kuna watu wamebarikiwa pia na watu. Kwa hiyo ishara mojawapo ya kujua kwamba huyu mtu amefanikiwa ni kuwa ana watu wengi, ana connection kubwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ni mafanikio na ushindi. Unaweza ukawa na elimu. Unazungumza kwamba unaweza ukawa Mungu amekubariki, mbona wengine hawajasoma, lakini wewe umesoma. Wewe una shahada ya kwanza, ya pili, wengine mpaka ya tatu. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kipekee ambapo nikanakutambulisha, kanakufanya tofauti na watu wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujumla, taji kwa sasa ni vitu vinavyompa mtu hadhi au na thamani machoni pa watu. Kwa ujumla wake, taji ni vitu vinavyompa mtu hadhi, vinavyompa mtu thamani, vinavyomtambulisha mtu kwa wengine. Kuna kitu wewe kinakutambulisha kwa watu wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni taji ambayo mara nyingi haiji kirahisi. Mpaka umekuwa na hizo shahada zote, sio rahisi. Kuna michakato ulipitia na baadaye ndio ukatunukiwa sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hivi vitu pia vinamweka mtu juu au mbele ya wengine. Kumweka mtu juu au mbele ya wengine. Mara nyingi hivi vitu mara nyingi hivi vitu vinaweza vikakujaribu pia. Vile ambavyo Mungu amekubariki kwako vinaweza vikamjaribu mtu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Vikamjaribu, vikamfanya kujivuna ama kujitegemea, kuona kwamba hapa sasa ndio penyewe unaweza ukafanya vitu peke yako. Sasa ni maana ya kusitupa taji. Turudi kwenye ile eneo pale. Biblia inasema wamevishwa zile heshima, wamevishwa zile mamlaka, wamevishwa ile utukufu, lakini wanauvua hawakai nao, wanamshirikisha Mungu. Mungu anaona wao wanastahili, wao wanasema Mungu, wewe ndio unastahili.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ninyi mnastahili heshima, lakini wao wanaifua ile heshima wanamrudishia Mungu. Sasa kitendo hiki kina maana gani? Haleluya. Kabla tujaenda mbele zaidi, nataka niwape habari njema. Yesu ni mfano wa waliovua heshima zao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu wetu tunayemwabudu, yeye ni mfano dhahiri kabisa kwamba amevua. Mungu amemvika heshima, amemtambua, amempa mamlaka, lakini akavua kabisa kana kwamba hana. Haleluya. Nataka hapa tuelewane. Yaani Mungu amemtambua, amempa heshima, amempa mamlaka, amempa kibali, amempa na hata jina linalo Biblia inasema akamkirimia jina linalozidi majina yote. Tusome katika andiko hili Wafilipi, kitabu kile cha Wafilipi. Hebu tufungue pale, nataka tusome ile andiko Wafilipi sura ile ya 2. Twende tukasome ile andiko. Na nipenda sana ninapokumbuka kwamba kumbe mimi pia kuna namna natakiwa niwe kama hivi. Wafilipi sura ile ya 2. Sura ya 2 ya kitabu cha Wafilipi. Haleluya. Tuanzie mstari wa 2. Tuanzie mstari wa 2, sura ya Wafilipi sura ya 2, tuanzie mstari wa 2, tusome mpaka mstari wa 8. Nataka unisikilize kwa makini hapa. Maana unapoendelea kusikiliza sana ndipo naelekea mwishoni sasa. Haleluya watu wa Mungu. Wewe wala usijali, yaani muda mfupi tutakuwa tumemaliza. Wafilipi sura ya 2, kuanzia mstari wa 2. Anasema, "Ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia moja." Mstari wa 3 anasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Mstari wa 4, "Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine." Mstari wa 5, "Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu." Mstari wa 6, "Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho." Mstari wa 7, "Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa na mfano wa mwanadamu." Haleluya. Mstari wa 8, "Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba." Haleluya. Yesu alikuwa na utukufu, Yesu alikuwa na heshima, lakini akaishi kana kwamba hana heshima. Akavua ile heshima yote, akavua ule utukufu wote ambao Mungu amempa, akavua. Ni anafanya kitendo kile kile wazee 20 wanachofanya pale. Wamevika tayari, wao wanavua na kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Yeye anafanya kitendo kile kile kinachoendelea mbinguni. Anasema alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini akaona sio kitu cha kushikamana nacho. Kwa hiyo kumbe kuzivua taji kwa wakati uliokuwa nao, maana yake ni una heshima ndio, lakini unaona kama sio kitu cha kushikamana nacho. Yaani unaona ni bora ushuke utumike vizuri kuliko kushikilia kile cheo, ile nafasi, ile mamlaka, ule utukufu. Watu wa Mungu, haleluya. Sisi kama tunazungumza hivyo, kama tunaelewana, mpigie Yesu makofi mengi, muongezee tena ya upendeleo. Haleluya watu wa Mungu. Sasa mambo ya kujifunza haraka kwenye hiki kitendo cha kuzivua taji, nataka niseme mambo machache tu kwa haraka. Jambo la kwanza, heshima ni nzuri, ila haifai kuibeba, maana unaweza ukaisahau. Heshima ni nzuri, maana haifai kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Nakumbuka wakati niko nasoma, niko chuo kikuu, profesa mmoja alikuwa anatufundisha. Sasa wakati anatufundisha tukafeli vile na anachozungumza kabili mtu mmoja akanyosha mkono akataka aulize. Sasa anamuuliza profesa, unauliza swali. Haleluya.
Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Yaani heshima ni nzuri, lakini ukiandamana nayo sana ina changamoto zake, sio nzuri. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio nzuri. Lakini ukitembea nacho sana, ukibebelea sana, una vitu unayofanya. Amen. Una huduma unayofanya. Amen. Ukitembea nayo sana, unayofanya. Amen. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kitu kwake katika kama kumekamba, unaweza kumfikute leo, leo ukifute kitu. Kwa sababu unatembea kile ambacho Mungu amebariki kwa hicho. Jamani unaifuatilia. Kuna jambo la kwanza kabisa la kujifunza ni kwamba heshima ni nzuri, lakini kuibebelea sana kuna matatizo. Mungu atusaidie sana kuwa na nia kama ya Yesu. Heshima tunazo, lakini tunaishi tofauti. Haleluya. Utukufu tunao, lakini tunaishi hakuna. Si hakuna. Amen. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kurudisha ile kama au kurudisha heshima ni ishara ya kumtambua aliyekupa. Kurudisha kile ambacho Mungu ni ishara ya kutambua kwamba wewe umepewa. Mimi huwa nasema tu wasikupe, yaani wewe ulichopewa, umepewa hicho na Mungu. Kama jinsi Mungu ambavyo yampa mwingine amekupa wewe. Hayo ukirudisha ndio ni ishara ya kutambua kwamba wewe umepewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Wewe kwa kweli kabisa waelewi. Ukiwa unaamini kwamba pesa uliyonayo ni jasho yako, ni nguvu yako, ni bidhaa zako, ni maneno ya kesho yako, ukiwa unaamini wewe ya Mungu, ila ukijua kwamba hii pesa Mungu ni rahisi sana kutoa, ni rahisi sana, wala haina shida. Hata uweke viungo ambao unatoa kwa nini unatoa kwa furaha? Unatoa kwa furaha sababu unajua yeye aliyekupa ndiye anataka utoe. Na penda sana hiyo. Nasema umetoa sasa, nasema Bwana ametoa na utoe zaidi. Haleluya. Mungu siri Mungu. Kuna pesa nyingine zinapita kwa sio zako. Zinapitia. Kuna watu Mungu anataka awape, ila amezipitisha tu kwako. Haleluya. Ukielewa hiyo, utamolewa na Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu Mungu anavipisha kwako tu, sio kwamba ni yako. Na kuna fedha nyingi wala hutaona faida yake, wala hutaona kama imekusaidia. Lakini sababu Mungu amepitisha, na Mungu anaona kwamba akipitisha zinafika kule anakotaka, lazima aendelee kupitisha na vitamini basi katika jina la Yesu. Nimekuambia kiendelee kupiga sababu haujisikie nikifika zinaenda pale nilipokuambia sema endelee. Haleluya. Kwa Yesu sasa kwa hiyo kurudisha ishara ya kutambua kile alikupa. Jamani Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo heshima ina tabia ya kufanya ujihisi kama unaridhana aliyekupa au umemtii. Yeye achewe. Kuna namna fulani yule aliyekuteua. Kuna wakati unaona kama nimeanza kwa kama yeye. Yeye unaona kama ubinga unaona kama mchanganyiko. Kabisa hivi. Ndio shida ya heshima ukitembea nayo sana. Unaona kama mimi mafuta sana. Lakini kumbe sio. Heshima ina tabia ya kuona kama kwamba wewe unamzidi aliyekupa au unalingana. Hiyo shida ya heshima ukitaka. Unamkumbuka Lucifer. Yeye amepewa heshima na Mungu, lakini wakati fulani akasahau. Bora kama hivyo watu wanaoinama wanaeleka na mimi. Bora kama haleluya. Sisi kama kuna mtu anaelewa mchana wa leo. Mungu atupe heshima ina tabia hii. Heshima ina tabia ya kufanya uone kama yule kama unalingana au kama umempita unaanza kuona bora kama mimi kwa kama yeye. Mungu alikuweza Mungu anisaidie. Mimi shuleni akamba shule. Sasa kuna wakati fulani Mungu akatoa mambo. Wakati mimi nilipige eneo. Mambo yanaenda. Kuna wakati fulani unaona shule inaenda. Ukiwa wewe ndiye unaanza kusahau ile yako kwa nisaidie huko. Na ikachika Yesu.
Haleluya kwa Mungu. Hata mimi napigana vita. Natamani nione Yesu. Wala sitaki kufika katika kiwango hicho. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Heshima na tabia hii. Heshima na tabia ya kuona kama unalingana na yeye. Au unaona kama unaenda kumpita yeye. Kwa sababu unajua Mungu yuko kwa wingi sana. Mungu mpaka ukishuka. Yaani kuna mambo unaweza ukasahau kama wewe ni nani. Nakwambia mpaka kabisa Mungu mwenyewe ayashuka. Akakupaka mafuta akitembea unaweza ukasahau. Mungu akusaidie usisahau. Bwana Mungu anakuinua usisahau. Watu wamejaa usisahau. Yesu alikuwa usisahau. Katika jina la Yesu aliye. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikwambie unaweza ukafanya mambo ya kawaida hata kama wewe sio wa kawaida. Unaweza ukafanya mambo ya kawaida, ukafanya mambo ambayo hayana heshima, hata mambo ambayo hayana hadhi sana, japo wewe sio wa kawaida. Kwani Yesu anawisha wanafunzi wake mbinguni, ni maana yake kwamba imebadilisha kama Yesu tena. Haiwezekani. Nakwambia Mungu unaweza ukafanya mambo ya kawaida, lakini wewe sio kawaida. Una heshima yako, una mambo yako, ndio unafanya. Sema yeye. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja niombe mfano. Naomba mfano, sina maana ya elezea sana, lakini naomba mfano. Siku moja pale shuleni kwenye goli kuna kitokea choki sipa. Sasa wakati kimesipa mimi simboni na mwalimu wa mazingira, kuna wengine wengi tu hapo. Sasa nikachukua ukaenda pale na msiba. Watu wasubiri jamani, Mungu atusaidie kwa malezi. Haleluya kwa Mungu. Wakati ya kwamba mara wamesiba wanafanya kwa nje. Wanakuja nyusa. Nikamwambia nakuja ya kamati. Nikaanza kwenda chini kwa ile katika kama mtu anataka sasa endelea kutumia ya sana kwa inasaidia kuja pale. Unaona sasa mimi nimefunga kitu hapa, maana anategemea kwamba ukiwa na cheo, ukiwa na nafasi, ukiwa na heshima, kuna vitu unafanya, unatakiwa ufanye vizuri. Watu wengine usifanye hivyo, katika jina la Yesu. Unatakiwa usifanye hivyo. Semeni kwa Mungu wako. Haleluya. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na kufanya mambo ya utajua thamani ya mama na utajua thamani ya wako. Unajua tunaongelesha watu wako mzigo kwa sababu hawajui usiku wa mama. Kwa sababu lakini ungefaa ya kufia, ungekuwa unaona unafanya mambo mengine watu wa kawaida wanaofanya. Wakati mwingine hata wakati mtu amebeba na anatembea taratibu, ungeendelea kumtia moyo kama unajitahidi. Haleluya. Lakini kwa sababu ufanyaji ndio unaona ni kawaida. Unaona kama watu wanaweza kutembea kama ng'ombe, lakini sio sio. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Ukifanya mambo ya kawaida, unaweza kujua thamani ya utukufu, thamani ya heshima. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 23 mstari wa 12. Kwa hiyo heshima ikikaa moyoni inaweza kuleta kuja kumtegemea Mungu. Heshima au mamlaka hiyo kati ambayo Mungu amekupa amekubariki pale ikikaa sana, ukipenda kutegemeana, kuna wakati fulani kuna mambo yanatakiwa uombe, ukasema kwa sababu sisomi nasema hii natakuwa. Ukitaka kuelewa kwenye maombi umepungua kwa sababu maarifa yamefanya yameongezeka. Wanaona kwamba solution zipo. Yaani kama kuna changamoto unaweza discuss kwa tunakaa tunafanya hivi, bali mchungaji ndio tunafanya hivi. Yaani watu sasa hivi wana solution nyingi njia ya Mungu. Na ndio maana hawaoni kama kuomba ni muhimu. Haleluya. Mambo yakiwa rahisi tunaomba, yakiwa magumu tunaomba, katika mazingira yote tunaomba. Haleluya. Maandiko yanasema ombeni bila koma.
Kama ni Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aifa na modifu ongezeka yanafanya watu wanaona kama kuomba sio muhimu. Yaani mikutano ya maombi na watu wachache kuliko mikutano ile ya kusifu vingine. Kwa sababu watu wana njia za kupata suluhisho ya mambo yao kuliko njia ya maombi. Nataka niwaambie watu wa mahali hapa, kuna mahali Mungu anataka kuwapeleka mikakati yenu ni nzuri. Kuna sehemu Mungu anawapeleka, lakini huko Mungu anakumbusha na watu mnawaambia unaweza. Wakati unaingia church, angalia msije mkasahau. Sema amen. Angalia jina. Kushinda kuna shida zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nataka tusiwe kutoka kwenye mfuko kukinya. Mmoja watu wakino mmoja hapo anapanga msake akaona yeye tunafurahi. Wale ambao unawapanga kama kipindi cha mfungo wanafurahi. Wanakwenda kuomba Mungu nipate kipindi cha mfungo. Maana hakuna uongo. Ngoja wasije uongo. Ngoja uanze kula asubuhi mchana ndio uongo. Na bali kula na kushiba kuna matatizo. Mungu atusaidie sana. Mwili siongeleka. Zagio yaani vitu ni mfezi kwa sababu hii siongeleka kia Mungu. Mungu ya mwili siongeleka sana kiroho inashuka. Mungu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa naelekea mwishoni sana kwenye ujumbe wangu mchana. Nataka niseme jambo moja. Katika mazingira yote ambayo Mungu alikuwa anawainua watu wake, alikuwa anataka washuke chini. Alikuwa anataka wanyenyekee. Katika mazingira yote Mungu alikuwa kuwapeleka watu kwenye level nyingine. Mungu alitaka wawe chini. Sio hapo tu. Mungu anatafuta utayari sana wa mtu hata anapotaka kukosa. Hata anapombea hapa. Yaani Mungu anatafuta sana utayari. Ni kwa kiwango gani umemfungulia. Nataka nimwambie watu wa mahali hapa mchana wa leo, Mungu yuko wapi? Kama ni Bwana Yesu asifiwe. Inategemea tumelipa nafasi yake. Kiwango kile tunachompa nafasi. Yaani kiwango kile tunachotaka Mungu aonekane. Wewe ni wakumbushe. Unajua kiburi kinapenda. Mimi nasema labda hekima wanamtafuta Paulo waliofika wakamkuta ile wakakuta vifaa vyake vile vya kufanya kazi ile anafanya kutengenezea vitu vya ngozi, wakachukua vile ambao wawengea wagonjwa wao na wakapona. Yaani mambo kumbe hapo anatembea nao hapo huko ananiambia mchana leo hapo huko mafuta yako, yaani kwa Mungu hivyo ya kutosha. Inategemea ni kiwango gani unaipata. Sio kama inataka Mungu anaonekana kwa viwango hivyo hivyo. Sema yeye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano kwa mtu mmoja aliyekuwa mtu wa falme alikuwa nani? Mimi nasema jamaa alikuwa na cheo, alikuwa na heshima, alikuwa anashirika mbele zake. Lakini alikuwa anaokoka. Afanye kazi yake kama msha. Pale Yesu tunaitamaa. Akaombea na kama wangu katika siku. Sema wewe ni wakati naenda ambio nenda kwenye mto Yordani kanchoni maana kama sasa ilikuwa ngumu kusaliti heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ngumu kusaliti cheo chake kwa sababu ule mto chumvi somo la teolojia, lakini kama vile anaona alikuwa anashusha hadi kwenye kujifungia kwenye ule mto. Ni kama alikuwa anaona nichukuliaje huyo? Yaani mimi mimi mwenye mamlaka, mimi mwenye heshima, nikaingia mimi nikajitoke kama watoto wanaogelea kwenye madini ya kujitoke. Lakini ngoja nikwambie, uponyaji wa kimungu sahihi unakuja kwenye mazingira ya kawaida wala sio mazingira ya sayansi sana. Mazingira ya vidogo hivi unachukulia kawaida. Nikisha kesi vidogo pengine kama mafunzi yaani vidogo Mungu anaonekana sana. Kama ni wale tunafika kama ya saba ile sema ndozi yake itawakalibisha. Ile miujiza inategemea sana na mtu aliyetii.
Na ukisoma andiko lake mahali sehemu nyingi ambapo Yesu aliponya watu, kuna uhusiano sana na ukari wako. Nikupe tu mfano mmoja, sio rasmi. Wachungaji fulani walienda mahali katika soko, wakawakuta watu wanauza madafu, wakakuta jamaa mmoja anarumbeta ya madafu kwenye meza. Wakauliza dafu zake, wakatoa shilingi akakeleza wanakuja. Sasa wakaambia unainua yote, ameambiwa kwa nini mmoja imefanya shida. Jamaa akasema nikiwaambia yote nitauza nini? Wanaitwa sekta. Kumbe yani hakuwa na utayari wa kumaliza. Wakati mwingine bila kubakia pale ni kwa sababu hakujaonesha utayari kiasi gani. Jamani, wanaitwa sekta. Sijui kwa nini nasema ujumbe huu, lakini mimi ninakujua kama wakati najiandaa nimeshukuru sana kusema wale wale. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Niambe hata nimepambisha. Na Mungu atanidhihirisha sana huko mbele. Lakini Mungu anasema kwamba wako tayari, watu wanyonge walioshuka, watu walionyenyekea, watu ambao wako tayari Mungu awatumie vile analotaka. Sio watu ambao wanapatikana. Mungu anataka kuwatia, Mungu anatafuta watu wa namna hiyo. Ili kama kuna mtu amelielewa kama walielewa vile, Yesu makofi sana. Haleluya watu. Lazima kwanza utengeneze utayari. Jamani, mwanzo sasa. Kama mmeelewa kama hivi. Halafu simama. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu sasa. Wakati Yesu pamoja kwanza kabisa anapewa gombo la nabii Isaya, some kabisa sana habari cha naye akafuta kobi wanyenyekevu, habari njema. Ni rahisi sana kumhubiria mnyenyekevu, ni rahisi sana wakati najiandaa wakawa niambia unaenda kanisa ni kwa wasomi pale, wengine tuna wa teolojia kabisa. Mimi hata sijui teolojia ni kitu gani, lakini tena na ubiri hivyo kwa sababu naenda katika neno la Mungu kwa spiritual elimu, spiritual soul, spiritual chochote. Haleluya watu wa Mungu. Mungu anasema Bwana ni juu yangu, naye nataka kuhubiri unyenyekevu wa mali nje. Ni rahisi sana kuhubiri unyenyekevu. Mtu yeyote ambaye anaweza kumsikia Mungu, anaweza kumwelewa Mungu, ni rahisi kuhubiria sana kuliko mtu anayetembea na sultani, kuliko mtu anayetembea na mamlaka yake. Ni rahisi sana kumwombea mtu aliyefungulia Bwana, kwa sababu anayeponya sio mimi, anayejua changamoto zangu sio mimi. Mimi sijui na shida gani, mimi sijui na uhitaji gani. Mungu ndiye anayejua, ndiye anayejua kwamba kuna kitu unahitaji. Mimi kazi yangu ni kuomba tu, lakini anayetenda ni Mungu. Sasa ni rahisi sana kumwombea mtu ambaye ameonyesha. Ukisoma maandiko, Biblia inasema mitume wakakutana na jamaa mmoja, wakaona ana imani ya kuponywa. Haleluya, mimi naiona hiyo imani ya kuponywa katika jina la Yesu. Sijui unahitaji nileusi kama chea, sijui ni gani unataka Bwana apende, sijui unataka Bwana akutane na wewe kwenye eneo gani. Kila mtu ana eneo zake ambazo anataka Mungu amwonekanie. Kila mtu ana chaguo lake ambalo anataka Mungu atende. Nami Bwana ameniagiza niseme na wewe mchana wa leo ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana, yote yanawezekana kwake. Hakuna kitu, hakuna mlima, hakuna ugonjwa, hakuna tatizo, hakuna msiba, hakuna jambo lolote linalomshinda Mungu. Yote yanawezekana. Anasema kuamini, yote yanawezekana. Hebu kama kuna jambo lolote unataka sana wa leo Mungu atende, afanye na wewe, hebu kimbia mara moja hapa. Nataka niombe kwa dakika zangu hizi zilizobakia. Wakati sijachukua muda mrefu, unajua lolote na kanga